Haleluya, mtu wa Mungu. Kwa haraka haraka tu bila kupoteza muda, tuna kijana huyu ni mwenyeji wa kanda ya kati huko maeneo ya Tabora. Alikuja kikosi kazi na tukampokea. Alikuja akiwa na namna nyingi ngumu, lakini sitataka niongee mimi hizo namna alizokuja nazo. Anaweza akaongea kwa uchache tu alivyokuwa na anavyoendelea, alafu baadhi ya vitu nitamoja. Karibu. Asante. Mimi nipende kumshukuru Mungu sana aliyeniongoza kutoka wilaya ya Nzega mkoa wa Tabora hata kunifikisha katika mkoa huu wa Mbeya ambao watu wengi wa huku ni Wanyakyusa, ni kwa asilimia kubwa Wasukuma tuko wachache. Mimi ni kabila la Kisukuma. Ndio. Asante sana kwa kunihifadhi huku Mbeya. Ndio. Naam. Karibu. Toa tu shuhuda wako tu kwa ufupi. Kilichokuleta hapa na kule ulikuwaje na hapa ukoje sasa? Asante. Mimi kilichonileta huku Mbeya, nilifuata imani ya mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile. Ndio. Nilimuona kule ya mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile, nikaanza kumfuatilia katika klipu zake, nikaona huyu mtu ni kama ana uwezo wa kunisaidia kunivusha katika eneo fulani na kunipeleka eneo fulani. Ndio. Nikaamua kuchukua maamuzi ya kutoka wilaya ya Nzega mkoa wa Tabora kuja huku mkoa wa Mbeya. Japo nilikuja nikakutana na maeneo magumu na mazingira magumu, mpaka ikafikia mahala nikawaza sasa hii itakuwaje, lakini niliamua kujipa moyo, nikajipa matumaini ya kwamba nilifuata ibada na mpaka sasa naendelea na ibada. Ndio. Kwa kipande kidogo nimeona ufahamu umebadilika sana. Vipi kuhusiana na tabia zako za umalaya ulizokuwa nazo? Kwa maana hapo nyuma ni kama kidogo ulikuwa ni kijana ambaye unasali, lakini bado una tabia zile za kujaribu kuzinizini na tumabinti. Hiyo hali koje kwa sasa hapa? Asante sana. Sio tu mabinti, nimezini hadi na aina fulani za wanyama. Ndio. Nikazini pia na midude fulani ambayo inaitwa mishangazi ambayo inavaa misuruali humu barabarani. Ndio. Nimezini sana, alafu hapo nilikuwa nikizini leo naenda kwa mzee wa kanisa na tubu. Nikazini tena leo naenda kwa mchungaji na tubu. Nikizini tena leo naenda kwa katibu wa kanisa na tubu. Nikizini tena leo naenda kwa mwinjilisti na tubu. Lakini tokea nifike katika mahali hapa Mbeya kwa mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile, nina miezi kama 3 hivi. Ndio. Lakini naona mawazo ya kuzini, fikra za kuzini, umalaya vinapoteza nguvu ndani ya akili yangu na ndani ya moyo. Hebu tupe mbinu pia hata kwa vijana wengine wanaoendelea kututazama. Ulitumia mbinu gani? Je, ulikuja tu na kukaa kanisani au kuna mbinu ulizozifanya? Asante. Mbinu ambazo zimenisaidia ni kuamua kumtii mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile kwa mfumo aliyoweka: ibada kila siku, maombi kila siku, kuwa bize katika kazi zako za mikono. Na kuwa mtiifu juu ya mambo yaliyowekwa. Usiwe na fikra au usiwe na muda mwingi wa kutafakari wanawake, na kusoma sana Biblia kwa muda mwingi kuliko kuwa na muda wa kutafakari kuangalia picha za ngono mtandaoni, kushangaa mishangazi fulani inayovaa suruali humu barabarani. Kwa mfumo kama huo na miezi kama 3 ninaona kwa kadri nitakavyojizoeza zaidi na kumtii katika yale maelekezo nitapiga hatua kubwa zaidi. Okay, wapenzi watazamaji wetu, huyo ni kijana kama nilivyokwisha kumhoji. Kwa naamini huenda hata wewe mwenyewe kuna sehemu unaotabika, kuna mazingira mengi unaoteseka, lakini naamini inawezekana. Tutakutana wakati mwingine tena kwa maelezo yake zaidi na kulingana na maendeleo yake. Neema Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi. Amen.